ambayo Mungu ametupa neema ya kuwa hapa, na pasina kupoteza muda ninaomba niseme neno la Bwana. Nitafungua kitabu hiki cha Mithali sura yake ya 28, Mithali 28 na mstari wa 13. Biblia inasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema. Baba, libariki neno hili, na linaposikika katika masikio ya watoto wako liweze kuleta faida, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Nimesoma Biblia katika Mithali 8:13, nasema yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye anayezungama na kuziacha atapata rehema. Manake kufanikiwa na kusamehewa kumewekwa ndani ya maamuzi yako. Biblia inasema azungamaye dhambi zake atapata rehema. Manake ukitamani kupata huruma za Bwana, tamani kupata rehema za Bwana, wewe ni kuzungama dhambi zako, wewe ni kutubu na kumwambia Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Unapotubu na kuziacha, ndipo utapata rehema. Ndako wengi wanatubu dhambi zao, tena wanaenda kwa watumishi wakizitaja dhambi zao, wakitamani ziweze kufutwa, lakini hawawezi kuziacha. Lakini Biblia inasema yeye anayezungama dhambi zake na kisha akaziacha, huyo ndiye atakayepata rehema. Manake rehema za Bwana zipo kwa wale wanaotubu na kuziacha dhambi zao, sio wale wanaotubu na kuzirudia. Maana wako wengi wanatubu leo uzinzi, kesho tena na zini. Wako wengi wanatubu leo ufisadi na rushwa, lakini tena kesho anarudia. Manake dhambi yake haijafutwa na bado hajapata rehema. Ishara ya kwamba umepata rehema ni kuiacha dhambi uliokuwa unaifanya na kumgeukia Bwana Yesu na kumwambia Yesu, nirehemu na nisamehe. Asubuhi ya leo unaposikia sauti hii, nimetumwa kukwambia ya kuwa bado liko ondoleo la dhambi, bado iko rehema ya Bwana, bado iko neema ya Bwana. Unapozungama dhambi zako asubuhi ya leo, Yesu ni mwaminifu, yeye atakusamehe, yeye atazifuta, na jina lako litaandikwa mbinguni. Lakini usije ukajifarisha kwamba acha niendelee katika ulevi kidogo, nitatubu siku fulani. Maana ujui siku zako za kuishi ni ngapi mwanadamu. Yeye usikiapo sauti hii, weze kutubu maovu yako, weze kuomba rehema za Bwana, weze kutubu. Ewe mkazi, warinde na viunga vyake, tubu leo kwa sababu liko ondoleo la dhambi. Tubu leo kwa sababu Yesu anasamehe. Tubu leo kwa sababu hujui kesho itakuwaje. Tubu leo kwa sababu bado liko tumaini, bado iko damu ya Yesu. Zinakuja nyakati ambazo hautapata wakati wa kutubu. Utatamani kutafuta wakati huo, lakini hautaupata. Lakini bado asubuhi ya leo iko nafasi ya kutubu, iko nafasi ya kuungama dhambi zote ulizozifanya. Yesu ana uwezo wa kukusamehe dhambi zote ulizozifanya. Yesu ana uwezo wa kukusamehe dhambi zote ulizozifanya. Umeua, ndio, Yesu ana uwezo wa kukusamehe. Umeiba, ndio, Yesu ana uwezo wa kukusamehe. Umefanya zinaa sana, Yesu ana uwezo wa kukusamehe. Umetoa mimba, Yesu ana uwezo wa kukusamehe. Umefanya ufisadi, Yesu ana uwezo wa kukusamehe. Ukiungama dhambi zako siku ya leo, Yesu ana uwezo wa kukusamehe. Tubuni basi siku ya leo, tubuni basi siku ya leo. Ni wakati wa toba na uamsho, ni wakati wa kumrudia Bwana, ni wakati wa kuungama dhambi zetu, kwa sababu bado iko neema, kwa sababu bado iko msamaha. Asubuhi ya leo ninataka nikwambie bado iko neema. Tubuni basi wakazi wa mji huu, tubuni basi siku ya leo. Nasikia sauti hii ni sauti ya mtu aliaye toka nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, tengenezeni njia zenu. Tubuni siku ya leo, ili Bwana utukufu apate kuja katika maisha yenu. Yeye aungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Manake Yesu ni wa rehema sana. Unatamani kutubu dhambi zako asubuhi ya leo, utanifuatisha maneno haya na kisha utapata ondoleo la dhambi. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru siku ya leo,
ninaomba Bwana Yesu unisafishe dhambi zangu kwa damu yako ya thamani, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu, amen. Basi Mungu abariki sana.